Tunaendelea na somo lingine. Njoo tufanye mazoezi, tukumbushie kilichopita na tuongeze kitu kipya. Tulisema ili tutengeneze GUI tutahitaji library mbili. Ya kwanza inaitwa sys, kwa hiyo nitaita sys na tukaelezea kwa nini. Na ya pili ilikuwa ni import, inaitwa tulichukua baadhi katika pyqt5.widget. Katika hii sehemu ni qwidget. Katika hii sehemu si tulichukua nini? Tulichukua vitu ambavyo tunavihitaji. Tulisema katika hapa atoe kitu kinaitwa q application na q main window. Nakumbuka? Okay, tukasema ili uanze kutengeneza utafungua class. Utafungua class, ita jina lako ambalo unalihitaji. Mimi nitaita kwa mfano lango. Andika jina lolote. Kisha tulichukua q main window tukaiweka hapa, tukafunga. Kwa maana hapa tumefungua class yetu ya mwanzo. Ndani ya class tukasema utaandika kama kawaida sheria ya class hiyo, tutadefine init au initializer. Tutaandika hapa self, na hapa tukasema tutatumia super kama tutataka tuongeze vitu mbalimbali. Na leo tutaongeza vitu, tutaona namna gani tunaongeza vitu hapo. Ila kwa sasa hivi tuongeze kitu. Tukatoka hapa, tukaja hapa chini tukaandika nini? Tukafungua function ambayo tukaitumia kwenye mambo yetu. Labda leo niite nini? Tuite main. Leo nitaita main. Kwa hiyo main ndio function kuu ambayo itakuwa ndani yake window imefunguliwa. Kwa hiyo app itaitwa, tulisema app sasa q application, na tukasema ndani weka list ya bure kurahisisha utendaji kazi. Nini kutekeleza matakwa yao wenyewe ambao wanahitaji, sababu vitu vingine ambavyo kwa sababu sisi hiyo sehemu sisi tutumie kitu hatukutakiwa tuweke, ile sio tatizo. Na tukasema hapo utavuta nini? Lango. Kwa nimevuta lango, nimeleta hapo, that is hapo. Kisha tukasema hii window hapa mpaka hapa ishafunguka, lakini uwezo kaiona mpaka mwambie show. Hii ni function ambayo iko void. Kisha tukasema kuwa ili uizuie isijifunge utabidi uandike hapa .exit, ni exit. Huko ndani utaita hiyo app yako, utamwambia .x hapa hii na underscore, kisha utafunga mpaka hapa program fanyaje imeshinda. Tukasema una uwezo wa kuita hiyo main yako hapa upo lakini kama unahisi huenda mtu akaja kuitumia kama library, utaandika if nini underscore main nini name, ni name is equal to string of underscore main, ni dunder. Kwa hiyo ni string of dunder main. Nini cha kufanyika? Turanie hii main. Kwa sasa hivi tukifungua hii program tukairani, itatusomea nini? Itatufungulia window. Tunataka nini? Leo njoo tuongezee vitu ambavyo vinahitajika kwenye hii window. Kwanza njoo tubadilishe hapa imeandikwa Python, jina sijui limetoka wapi hatujui, nataka tubadilishe tuweke jina letu. Okay. Hapa kwenye self, kwenye hiyo function ya super, hii method, hapa ndo tuongeza vitu vyetu. Andika self nini? Dot afu anza na set, weka unachotaka. Kwa set kuna kitu kinaitwa window title. Iko chini hapo, umeona? Hii hapo. Andika title. Nitaandika labda nk app. Tukirani tena hii program utakuta imekuja na ujumbe unaitwa nini? nk app. Ikuze utakuta imeandikwa hapa nk app. Okay. Hiyo moja. Nyingine. Je, tuongeze size, tukuze ukubwa. Kukuza ukubwa ambia self dot, yani unaweka tu self unaongezea upo, kwa unapata msaada wa super kupanda juu. Self dot ina yake gumu kidogo ni geometry. Hapa mwanzo kabisa geometry. Okay, geometry inachukua vitu vingapi? Inachukua vitu vinne. Zote ni integer. Utaandika 0 0 0 0 0 4 ndani. Zimetenganishwa kwa koma. 0 mbili za mwanzo zinahusu hii window yako hii au application yako ifunguke wapi? Ifunguke huku kushoto, ifunguke kulia, ifunguke chini, ifunguke juu, katikati. Hii ya mwanzo. Ambapo hii 0 ya mwanzo kabisa inahusu x. Upo kwa nini? Tunakusudia upana. Kwa hiyo ni upana. Alafu hii urefu. Ndio nini? Yani katika kiupana hii app iwe wapi? Iwe huku kushoto au kulia. Na katika kiurefu
na katika kiurefu iwe juu au chini. Hapa ndo na set. Okay. Tukiandika 0 inamaanisha hivi kiupana iwe hapa. Hapa ni 0. Na hapa kama nitakuja nitamwambia 0 maana yake kiurefu pia iwe 0. Iwe anga hizi za juu. Kwa itakaa hapa juu, umeona? Ama huu ni ukubwa wa kawaida ambapo hapa kuna upana na urefu. Hapa nitaandika kwa mfano nataka iwe 500 kwa 500. Wewe mwenyewe utaset program yako nataka iwe kubwa kiasi gani? 500 kwa 500. Nikirani sasa hivi hata nifungulia hii program eneo hili ikiwa na ukubwa wa 500 pixel kwa 500 pixel, upana na urefu. Run. Utakuta kanifungulia huku upana na urefu, umeona? Na imeanzia hapa kwa nini? Kwa sababu nimwambia nitengenezee ianzie wapi? Ianzie kushoto. Mimi nataka ianzie kulia, maana yake utazidisha upana hapo. Kwa mfano nikimwambia 1000 utakuta kaipeleka wapi? Njoo tuangalie. Take care. Hapo ukiacha 0 itapotea. Mwambie 100 ili kubadilisha. Mwambie clear. Utakuta kaileta hapa. Kwa sasa hivi nimeishusha chini kidogo pixel 100 kutoka juu. Umeona? Kuna jambo la ajabu linatokea hapa. Nikiandika 0, angalia kinachotokea. Window anaikata hii. Inamaanisha inapanda juu. Hesabu yake sijaelewa wamepigaje mpaka nikiweka 0 kwa sababu kawaida ilibidi 0 maana yake ni usawa huu. Upo ni usawa juu. Sio kama aingize ndani. Lakini hapa inaonekana inashuka. Kwa maana lazima nimwambie 100 ili ashushe chini. Okay, taikata hii. Kubonyeza alt na space itakuletea hiyo orodha, mwambie C hata ikate hiyo program kwa sababu huwezi kuifanya kitu. Okay. Kwa hapa andika 100 ili isitokee tatizo hilo. Hapa sasa hivi ukiandika 100 andika unachokitaka. Of course mimi hapa siwezi nikaandika 1500. Kwa nini? Itapotea kwa sababu hii screen yangu mimi ukubwa wake ni hapa ijapotea kwa sababu nimeikata kidogo. Kwa sababu hii screen yangu mimi ni 1080. Yaani maana kama nitaandika hapa 2000 itaenda hapo sitaiona. Kwa nini sitaiona? Kwa sababu imepotea, angalia. Imetoka nje ya screen kwa sababu screen yangu haikufika. Umeona inafanya pap shai kutokea. Okay, kitokea kama hivi unafanyaje? Bonyeza alt space itakuja orodha, mwambie C ili kukata. Okay. Twende kwenye nini sasa hivi? Nataka nibadilishe icon. Kwenye icon hapa lazima tuongeze kitu. Mwambie from nini? Kuna kitu kinaitwa pi, hiyo of course, pi qt5 .qt GUI. Kuna kitu kinaitwa qt GUI. Kutoka hapa import nini? Import kitu kinaitwa q icon. Hapo. Ili atuletee icon. Kutoka hapa nitamwambia self mwambie set kama kawaida window icon. Window icon hapa ifunge. Humu ndani andika q icon, fungua hiyo, andika weka path ya icon yako iko wapi. Kwa mfano hapa tuna picha hii tutumia kama icon. Hii ni picha gani? Hii ni QR code. Tutaifanya QR code kwa kama ndo. Kwa hii ni nk.png. Kwa hapa nitamwambia nk. Sisi nimefanyaje? Itakuwa ni nk iko wapi hapa? Mwambie nk.png. Tukiwasha sasa hivi program itatokea icon. Angalia ukiweka hapa 700 kwa 300 itafunguka katikati. Run, utakuta kafungua katikati na katwekea hapa icon ambayo ni ile picha ambayo sisi tumeiweka, na picha yenyewe ni QR code. Of course hapa haionekani kwa sababu unapoweka icon inakuwa ni ndogo zaidi. Kwa maana yake lazima uiandae icon. Tumefundisha namna gani unatengeneza icon, tazama somo ili hapo, lakini pia tajitahidi kuliweka hapo chini usome namna gani unatengeneza icon. Asante.